Mungu amesema ya kwamba si kwa mfano wa agano lile. Ukianzia mstari wa 31 alisema hivi, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, maana sheria zangu waliziasi na maagizo yangu waliyaasi. Lakini baada ya siku zile. Baada ya siku gani? Baada ya kuja kwa Kristo duniani akafa msalabani, amri za Mungu zilipaswa zitolewe ndani ya mbao mbili na ziandikwe ndani ya mioyo ya wanadamu. Ndiyo maana ukisoma Mathayo sura ya 5 mstari wa 17, Mathayo sura ya 5 mstari wa 17, Yesu anawaambia wanafunzi na wale waliokuwa wakimsikiliza ya kwamba wasifikirie ya kwamba alikuja kuitangua Torati. Maandiko yanasema hivi, Mathayo 7:15-17, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kulitimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, nyodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatakapotimia. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja kati ya hizo zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo hataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kumbe hizi amri, kama Mungu alivyokuwa ameahidi kwenye kitabu cha Yeremia ya kwamba atakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli, haitakuwa sawasawa na lile agano la kwanza, bali sheria zake atazitia ndani ya mioyo ya watu na ataziandika. Na ndiyo maana Kristo akasema ya kwamba wasizani ya kwamba alikuja kulitangua nini? Torati. Maana hata mbingu na nchi zitapita, lakini hata nyodi moja ya nukta ya sheria yake haitafanya nini? Haitapita mpaka yote yatakapotimia. Kwa mujibu wa andiko hilo, tunatambua ya kwamba zile amri ambazo zilikuwa ndani ya lile sanduku, japo leo duniani hatuna lile sanduku, labda kwa kusema ya kwamba heti sijui liko Yerusalemu au iliko wapi. Hapana, zile amri baada ya kuja kwa Kristo zilihamishiwa na kuwekwa ndani ya mioyo ya wanadamu. Na ndiyo maana hili kufanya hizo amri kuwa na uzito zaidi, Yesu anawafundisha wafuasi wake na kuambia kwamba mlisikia watu wa kale walivyoambiwa ya kwamba msizini, lakini mimi nawaambia ya kwamba mtu yeyote atakayemtazama mwanamke na kumtamani tayari amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Maana yake zile sheria sasa zinafanywa kuwa za kiroho zaidi ya watu walivyokuwa wakizifikiria kwamba labda ili uonekane umeiba mpaka ukamatwe na kondoo. Lakini hata kwa kutamani tu kuchukua au kuiba mali ya mtu mwingine, mbingu inakuhesabu ya kwamba tayari umekwisha kuiba, isipokuwa ulikosa nafasi tu ya kutia katika matendo yale ulikuwa unatamani kuyafanya. Kwa hiyo tukiendelea hapa, lile hema, ndani ya lile hema niliwaambia na tumesoma katika maandiko ya kwamba ndani